kapangiwa masharti. La, sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia kitu cha kweli, kwa sababu sasa hivi ni majira ya kumwangalia mama mkwe. Lakini kumbuka na wewe ni mama, na kama una watoto wa kiume watakuja mabinti, si ndio? Biblia inaniambia kikombe kile cha mateso mchanganyisheni maradufu. Wewe unajikuta kwa nini unalia leo? Binti amenitukana, mke wa mwanangu kabisa. Mwanangu, rudi angalia wewe ulifanya nini kwenye nyumba ya watu. Kwa nini leo na wewe unatukanwa? Kwa nini leo binti aliyeingia ndani ya mji wako hamuelewani? Ni kwa sababu na wewe ulipanda chuki. Kwa hiyo dawa ya moto ni moto. Bwana asifiwe. Lakini mbele za Mungu achana na hayo ili tusonge mbele. Amen. Maana wengi ndivyo tulivyo, na wengine nasikia ndani yangu kusema hili neno. Inawezekana kabisa mkawa na upendo wewe na mwenzako, halafu mama anapokuja kuwasalimia mkajikuta mambo yamebadilika. Inawezekana alikuwa akifika mnaitana baby, mama amekuja huoni tena kuitwa baby, baba anaenda kwanza kumsalimia mama yake, tayari umekasirika. Jamani, haleluya. Hebu piga picha wewe, kitoto chako kweli ulichokilea kwa shida, leo umeenda kukisalimia, halafu binti aliyeolewa anakwambia, we mama, ishi hapo hapo sebuleni, hebu tuache unatubana na mume wangu. Wewe angembana tangu tumboni ungemwona. Gonga na jirani yako, mwambie hiyo sindano meza tu. Haleluya. Hiyo ni sindano, wewe imeze tu, kwa sababu ndo maisha yetu, ndo uhalisia wetu. Yaani huo ndo uhalisia tulionao. Na mimi ukiona na kuambia namna hii, nina uhakika. Anasema nao walikuwa hawana mtoto. Hawa watu walikuwa hawana nani? Mtoto. Lakini ukiendelea pale mbele nasema, maana Elizabeti alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana. Yaani hii sentensi ukiifuatilia, ukitaka kuichambua, imebeba wingi na umoja. Hapa mwanzoni imewabeba wote wawili hawakuwa na mtoto. Sababu iliyosababisha Elizabeti alikuwa tasa, kitendo cha Elizabeti kuwa tasa, hawakupata mtoto mpaka pale mwisho tunaambiwa wote wawili walikuwa wazee. Kwa hiyo mpaka wanazeeka hawana mtoto. Aliyesababisha ni nani? Elizabeti, ambaye ni nani? Ni mwanamke. Hebu sema mwanamke. Sema tena mwanamke. Sema tena mwanamke. Haleluya, haleluya. Tunaambiwa basi ikawa alipokuwa kufanya kazi ya ukuhani katika zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani. Naomba tusogee mbele kidogo, kuna mahali nataka tuone. Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamwingia. Malaika alimtokea Zakaria. Mmeona hicho kitu? Kuna kitu cha kujifunza hapa. Aliyekuwa tasa ni nani? Ni Elizabeth. Aliyetokewa na malaika ni nani? Ni Zakaria. Mmeona hicho kitu eh? Ngoja nitawaambia jambo sasa hivi. Kwa hiyo Mungu anamtokea Zakaria kwa sababu aliona Zakaria lile jambo la mke wake kuwa tasa halikumsumbua, halikumhangaisha. Alijua haya ni mapenzi ya Mungu. Ndio maana tunaambiwa Zakaria na mke wake hawakuwa na lawama. Wangekuwa na lawama kama Ibrahim alivyokuwa. Ibrahim na mke wake walipokosa mtoto, mke wake alimwambia, kuliko tufe bila mtoto, nenda kwa msichana wangu wa kazi tujipatie mtoto. Lile jambo lilitengeneza lawama na baadaye liliwasumbua. Bwana asifiwe. Lakini hapa tunamuona baba wa watu, pamoja na kwamba mke wake amekuwa ni tasa, wala huoni akihangaika, bado ametulia na ukuhani wake. Hebu niambie wewe sasa,
umeolewa na mwanaume tasa. Halo, mwangalie jirani yako, mwanaume tasa, akiamka yuko tu nyumbani. Wewe ndio ukauze nyanya, ukauze mchicha, umletee ugali yale siku ya kwanza. Siku ya pili wewe ukakope mkopo, watoto waende shule, alafu pambane kulipa. Madeni yamekuwa mengi, vikoba kila mahali, alafu baba amekaa na akipata hiyo hela yake ndogo anaenda kulewea. Sikilizia cherehani itakapopiga kelele, papa 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 papa, narudi kwetu. Mwanaume gani hana hela, hajishughulishi? Lakini hapa tunaambiwa Elizabeti alikuwa tasa na huyu baba alivumilia. Nikae upande huu, naona wanahamu na mimi, nyinyi huko hamnihitaji. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Elizabeti alikuwa nani? Tasa. Mume wake alikuwa kuhani, alikaa kwenye ukuhani wake bila kuhangaika, bila kuangalia mke wangu ni tasa, kwamba sina mtoto. Mpaka saa neema iliposhuka, haikupitia kwa Elizabeti ambaye tasa, ilipitia kwa mume wake ambaye amekubali kushuka, amekubali kumbeba mwenzake namna alivyo na hali yake, mpaka wanazeeka. Hakuteteleka mahali, hakuchomoka mahali. Angalia mahali tulipo sasa, wamama wakishaona baba hazalishi anachomoka. Afu mimi zamani ilikuwa ni aibu kweli, lakini sasa hivi kitu cha kawaida. Unamwacha baba ndani, si umelala? Kaa huko sasa, ngoja nikatafute kidogo tulete riziki nyumbani, ngoja nitafute kidogo tupate mtoto. Mimi huu upande siwaelewi. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Ngoja nikae na hawa wachache wananielewa zaidi. Bwana asifiwe. Kwa kweli hali tulionayo wa mama ni ngumu sana. Uvumilivu umeondoka, na uvumilivu ni kazi mojawapo ya neema. Neema inaposhushwa ndani ya mtu inaachilia uvumilivu, kuombeana, kuchukuliana, kubebana mpaka mwisho wa safari. Haleluya. Mimi nimekwambia piga picha ya kwako ndogo, kwamba mume wangu hana uwezo, hana kazi. Mimi ninakaa sana na makundi ya wanawake, hata wanaume. Baba akiwa hana kazi ananyanyasika, mpaka anatembea barabarani anaongea mwenyewe. Ila mama hana kazi, yuko nyumbani, akiamka unafanya kazi. Mimi mama wa nyumbani. Bwana asifiwe. Kwa nini unataka wewe tu? Unajua wanawake kwenye hili eneo tumekuwa na unyanyasaji. Baba hana kazi, baba hana hela, mtie moyo. Wewe ambaye una kitu kidogo cha kufanya, cha kuleta riziki nyumbani, kuleni, halafu mtie moyo tu, halafu muombee tu. Nataka nikwambie, huyu akija kiinuka hata kusahau, atajua yuko nyuma anayetiaga moyo, kwa sababu mafanikio ya baba yamebebwa na mama. Sasa mama unapokasirika, mama unapomwacha, nani wa kumsaidia? Mmeniacha huku, nilijua mtasema amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa malaika akamtokea Zakaria akiwa hekaluni, yuko kazini, anafukiza ukumba. Zakaria alipomwona akafadhaika, akaingiwa na hofu. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Siku zote mtoto aliyecheleweshwa akiletwa kwa neema ya Mungu ana baraka za ajabu. Sijajua mnielewe. Siku zote mtoto aliyecheleweshwa au aliyechelewa kuja, kwa sababu analetwa na neema ya Mungu, ana baraka za ajabu. Wewe nenda kaangalia aliyechelewa kupata kazi, nenda kaangalia aliyecheleweshwa kwenye biashara. Siku akija akipata ile biashara, nakwambia atailinda, na Mungu mkono wake unakuwa hapo, ile biashara inastawi namna hii. Ukileta mchezo unawapita mpaka walioanza huko nyuma. Na mimi namuona mwanamke mmoja tu anaenda
Bwana. Mungu ametutembelea, Mungu ametukumbuka. Amina, watu wa Mungu. 2026 hamna kulia tena, si ndio? Tuko pamoja anasema nawe utakuwa na furaha na shangwe, watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Kumbuka kule nyuma nilisema mtu anapokuwa tasa anakuwa na mawazo sana kuliko unavyofikiri. Ukitaka kujua habari vizuri, nenda kakutane na dada Hana. Dada Hana naye alicheleweshwa kupata mtoto kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza. Nenda kaangalie mambo aliyokuwa anayapitia. Biblia inasema Hana alipendwa na mume wake kuliko mke mwenzake Penina, lakini na hata kama walienda kanisani, walienda Shilo, bado Hana alipewa mara 2 ya mwenzake aliye na watoto. Lakini Hana hakuona sababu ya vile vitu, hakuona nguvu ya ule upendo bila utasa kuondoka mbele yake. Nakwambia juhudi ya Hana sio ya kawaida, na ndio Mungu anayoitaka. Hana anafika mahali hataki kula chakula, amefunga. Upendo wa mume wake unamlazimisha kumwambia mke wake, mke wangu, kwa nini huli chakula? Ni hao watoto tu. Anamwambia hao watoto, mimi mbona ni zaidi ya watoto 10 kuliko hata huyo mtoto unayemtafuta. Hana anamwambia hujajua tu, mahali palipo na utasa pana huzuni. Mtu anayepitia kwenye utasa ana uchungu usio wa kawaida, ana maumivu moyoni yasiyo ya kawaida. Atacheka ndio, atafurahi ndio, lakini nataka nikwambie hakuna kitu kibaya kama utasa. Biblia inatuambia Zakaria alipokutwa na yule malaika, anaambiwa usiogope, kwa sababu dua yako imesikiwa, unaenda kupata mtoto wa kiume. Alafu anamwambia sasa utakuwa na furaha na wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Nataka nikwambie utasa ulionao lazima Mungu auondoe. Iwe ni utasa kwenye uchumi, iwe ni utasa kwenye ndoa, iwe ni utasa kazini, iwe ni utasa kwenye fedha, Mungu acha akashughulike nao, ili na watu wengine wafurahi kupitia wewe. Watu wengine wanalia, watu wengine wana uchungu, watu wengine wana huzuni kwamba kwa nini mwanangu hafanikiwi, kwa nini ndugu yangu hafanikiwi. Lakini utasa ukiondoka, furaha inarudi kwa mtu mmoja. Mimi sijui utasa uliona. Kama una utasa wa kuomba, wiki hili utasa unaondoka. Maana kuna wengine jamani, anapenda kuomba lakini hawezi kwenda hata dakika 20. Huo nao ni utasa, kwa sababu tunapokea neema, tunapokea maelekezo katika kuomba. Bwana asifiwe. Na tunakutana na Mungu katika kuomba. Pale unazama umemaanisha, ndipo Mungu anapokutana na wewe. Tukirudi kwa dada Hana kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa kwanza, anzia tu pale hata mstari wa 4, endelea mbele. Hata ukitaka anzia ule wa kwanza, tunafika mahali dada Hana anaenda Shilo. Watu wametoka kanisani wameenda kula chakula, yule dada haendi, haoni sababu ya chakula. Sema jitihada, sema juhudi. Na Mungu anawapenda wenye juhudi. Anasema nawapenda wanaonipenda, watakaonitafuta kwa bidii lazima wanione. Huyu dada alikuwa na bidii, huyu dada alikuwa na jitihada. Yani alivyokasirika